الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. Ndugu zanguni waja wa Allah, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia na kumsalimu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote tunahusiana kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani hakika kuishi kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa kujiepusha na makatazo yake na kuyafanya maamrisho yake, hii ndiyo sababu ya sisi kupata ufaulu siku ya kiyama. Ndugu zanguni waja wa Allah, kwa hakika ilikuwa ni katika utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote, alikuwa ni mwenye kupupia kuomba dua ambazo zimekusanya kheri katika dunia na kheri katika akhera. Na miongoni mwa dua ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi nazo katika maisha yake, bali imesunniwa katika dua hii au katika adhkari hii mtu kuiomba asubuhi na jioni, miongoni mwa dua ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kuiomba katika maisha yake ni kauli yake pale alipokuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli, e Mola wangu hakika mimi ninajikinga kwako na kuomba unihifadhi kutokana na ubakhili, wa a'udhu bika min al-jubni, na vile vile ninakuomba e Allah unikinge unihifadhi kutokana na kuwa ni muoga, wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umri, na ninakuomba e Allah unikinge na unihifadhi na umri ambao ni mbaya, wa a'udhu bika min fitnati dunya, na ninakuomba e Allah unikinge na unihifadhi kutokana na fitna za dunia, wa min adhabil qabri, na ninakuomba e Allah unihifadhi
kutokana na adhabu za kaburi. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Ibadallah, ta'ammalu hadha ad-du'a al-'azima faqad jama'a al-isti'adhata min 5 khisal kullun tufsidu 'ala al-'abdi fi dinihi au dunyahu au akhiratahu. Ndugu zangu waja wa Allah, zingatieni katika dua hii, dua ambayo ni tukufu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusanya ndani yake kuomba ulinzi kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na mambo matano, na haya mambo matano ukiyatazama vizuri yote ni yenye kumharibia mja ima dunia yake au dini yake au akhira yake. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuomba ulinzi kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na mambo haya matano. Jambo la kwanza, wakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu min al-bukhli, akiomba kwa Allah tabaraka wa taala amkinge na muhifadhi kutokana na tabia ya ubakhili. Liannahu yamna'u sahibahu, kwa sababu tabia ya ubakhili inamziwia yule mwenye kuwa na tabia hii min adai zaka, katika mambo ya dini inamziwia kuitekeleza ibada ya kutoa zaka. Mtu ambaye ni bakhili hawezi akatoa zaka kwa sababu anaitizama mali yake, ikiwa kama ataigusa kuitoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala anahisi kama itakuwa inapungua. Kwa hiyo tabia ya ubakhili kwanza kabisa inaweza kumziwia mtu kutoa zaka katika dini. Wa silatil rahmi, lakini vile vile kuwa na tabia ya ubakhili kunaweza kumpelekea mtu kutokuunganisha udugu, kutokuwasaidia ndugu zake katika yale mahitajio ambayo wanahitajia kutoka kwake. Wal infaq fi wujuhil khairi wal ihsani lil khairi, lakini tabia ya ubakhili inaweza ikamziwia yule mwenye nayo kutoa katika dini ya Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile hatoweza kuwafanyia watu ihsani kwa sababu ya ile tabia aliyokuwa nayo. Lakini sivyo hivyo, mtu mwenye tabia ya ubakhili anaweza akawa ni mwenye kuziwia hata haki za wale ambao ni wajibu kwake kutekeleza. Mtu ambaye ni mbakhili anaweza hata akawa anaihudumia familia yake hali ya kuwa ana manunguniko na kile ambacho anakitoa. Ndugu zangu katika imani, tabia ya ubakhili ni katika tabia ambazo ni mbaya sana, na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema waman yuqa shuha nafsi faulaika humul muflihun. Allah akasema tabaraka wa taala, na yule ambaye atakayejitahidi kuiziwia nafsi yake kutokana na tabia ya ubakhili, hakika huyo au hao watakuwa ni miongoni mwa wale ambao ni wenye kufaulu. Ndugu zangu katika imani, hakuwa ni mwenye kujikinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia hii ya ubakhili kwa sababu ndani yake kuna ubaya ambao ni mkubwa sana. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ayuha an-nas ibadallah, usi nafsi marratan thaniya bitaqwallah thumma antum athani bihadhihi alwasiyya innahu falaqad faza almuttaqun. Ndugu zangu ni katika imani, naihusia nafsi yangu kwa mara ya pili kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Pili nawahusieni katika wasia huu, kwani hakika tutafaulu endapo tutalazimiana na huu wasia. Ndugu zangu ni katika imani, tukiwa bado katika dua ambayo aliyokuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo katika dua hii Mtume alayhi salatu wassalam alimuomba Allah tabaraka wa taala muhifadhi kutokana na mambo matano. Jambo la kwanza akaomba Allah tabaraka wa taala muhifadhi kutokana na tabia ya ubakhili, na jambo la pili akamuomba Allah tabaraka wa taala muhifadhi kutokana na kuwa ni muoga. Wa amma aljubnu, pale aliposema Mtume alayhi salatu wassalam
wa'udhu bika minal jubni, na nakuomba Allah unihifadhi kutokana na uoga. Fahuwa dha'fun, uoga ni sifa ambayo yamna sahibahu min qawli alhaqi, uoga ni sifa ambayo inaweza ikamziwia yule ambaye yuko na sifa hii kuto kuizungumzia haki. Anaweza asizungumzie haki, au difai an dinihi, au akawa ni mwenye kushindwa kuitetea dini yake, au alqiyami bima aujaba Allah ta'ala alayhi, au mtu anaweza akashindwa hata kuyasimamia yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyawajibisha kwake yeye. Kwa hiyo sifa ya uoga katika yale ambayo mtu hapaswi kusifika na uoga ndani yake, hii ni sifa ambayo ni dhamima, sifa ambayo ni mbaya, si katika sifa ambazo ni zenye kusemwa vizuri. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akaomba Allah tabaraka wa taala muhifadhi kutokana na tabia ya yeye kuwa ni muoga. Wa amma qawluhu alayhi salatu wassalam, ama kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa'udhu bika min an uradda ila ardhil umri, na nakuomba Allah unikinge mimi nisije nikawa ni mwenye kufikia umri ambao ni mbaya. Fa innal insana qad yablaghu min al-kibari mablaghan yad'ufu aqluhu wa quwwatuhu, wa hakika mtu anaweza akafikia katika umri ambao ule umri ambao ni umri wa utu uzima sana, kiasi kwamba akili yake inaweza kuwa ni yenye kudhoofika, lakini sivyo hivyo mpaka nguvu zake zikawa ni zenye kuondoka. Huu ndio umri ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba Allah tabaraka wa taala asimfikishe katika umri huo. Ndugu zangu ni katika imani, katika mambo ambayo tunapaswa kumuomba Allah tabaraka wa taala siku zote ni kumuomba Allah tabaraka wa taala asitufikishe katika umri ambao ni dhalili. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema wa minkum man yuraddu ila ardhil umri kay la ya'lam ba'da ilmin shay'a, na kuna katika nyinyi Allah tabaraka wa taala anaweza akawafikisha katika umri ambao ni mbaya kiasi kwamba mtu atambui chochote. Ndugu zangu ni katika imani, huu ni umri ambao si mzuri, na bali tunapaswa kumuomba Allah tabaraka wa taala asitufikishe katika umri huu, kwani katika umri huu huwa kuna changamoto ambazo ni nyingi sana. Na ikiwa kama utaomba umri, basi tumuombe Allah tabaraka wa taala umri ambao utakuwa ni wenye taa ndani yake. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akamuomba Allah tabaraka wa taala amuhifadhi kutokana na umri ambao ni mbaya. Wa amma fitnati dunia, amma fitna ya dunia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam nayo aliomba Allah, alimuomba Allah tabaraka wa taala amuhifadhi kutokana na fitna hiyo. Fahiya kullu ma yushghilu alqalbi anillahi tabaraka wa taala min almali walmansib washahawati wa ashubhati. Fitna ya dunia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala amuhifadhi kutokana na fitna hiyo, ni fitna ambazo au ni mambo ambayo yanaweza yakaushughulisha moyo wa mtu, yakamfanya mtu moyo wake ukashughulika ukamsahau Allah tabaraka wa taala. Mtu akawa ni mwenye kushughulishwa ima na mali zake, akawa ni mwenye kushughulishwa ima na cheo chake, akawa ni mwenye kushughulishwa na matamanio ya nafsi yake, au akawa ni mwenye kushughulishwa na shubha mbalimbali kiasi kwamba mambo ya Allah tabaraka wa taala akawa ni mwenye kuyasahau. Hizi ni fitna katika fitna za dunia. Kwa hiyo tunapaswa sisi kumuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na fitna hizi. Ni wangapi katika watu leo hii mali zao zimewafanya wakasahau ibada, vyeo vyao, nafasi zao, kazi zao zimewafanya hawakumbuki kama kuna ibada. Hizi zote ni fitna za dunia ambazo tunapaswa kumuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi nazo. Thumma khatama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha akakhitimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua yake bilisti'adhati min adhabi al-qabri wa huwa thabitun haqqun dalla alayhi al-Qur'an was-sunnah. Kisha akamalizia kwa kuomba hifadhi kutokana na adhabu za kaburi. Ndugu zangu ni katika imani,
adhabu za kaburi zipo na ni haki kwamba kila mtu ndani ya kaburi lake ima atapata neema na ima atapata adhabu. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam hakuwa ni mwenye kuomba hifadhi ahifadhiwe na Allah tabaraka wa taala kutokana na jambo hili, isipokuwa jambo hili hakika lipo. Na hii pia ni katika kuwakosoa yale mapote ambayo yanapinga kwamba kaburini hakuna adhabu. Ukiwakumbusha watu ya kwamba wataadhibiwa kaburini kwao, ima wataneemeka kaburini kwao, huwa wanauliza, wewe umekwisha kuziona adhabu za kaburi? Umekwisha kuona neema za kaburi? Watu kama hawa hawakuyaona maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaomba Allah muhifadhi kutokana na adhabu za kaburi, bimaana adhabu za kaburi zipo. Mtume hawezi akaomba kujikinga na kitu ambacho hakipo. Ndugu zanguni katika imani, salama ya kila mja katika kaburi lake ni matendo aliyoyafanya katika dunia. Ndugu zangu katika imani, tunapaswa kuyafanya yaliyo mazuri katika maisha yetu haya ya dunia, ili tutakapoondoka na kuingizwa katika makaburi yetu tuwe ni wenye kunufaika na yale ambayo tumeyatanguliza, na kama sivyo hivyo basi tutakuwa ni wenye kuadhibiwa kuanzia katika makaburi yetu. Ndugu zangu ni katika imani, haya ni mambo matano ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokana na mambo haya, bali imesunniwa katika hii adhkari kuwa ni miongoni mwa adhkari ambazo mtu atazisoma asubuhi na jioni, kutokana na ule umuhimu wa kuomba hifadhi kutokana na mambo haya ambayo yametajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana inna na'udhu bika min al-bukhli wal jubni wa na'udhu bika min an nuradda ila ardhil umri wa min fitnati al-qabri wa min fitnati ad-dunya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله والله أعلم.